We honor your name, Lord. We honor you. We worship you, Lord. We worship you. You are mighty, Lord. You are mighty. You are mighty, Jesus. You are mighty. Yes, we. Baba, Baba, Baba. We give you glory, Jesus. We give you glory, Almighty God. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Wewe Bwana unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu wetu Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, wewe Bwana. Tunakuabudu Yesu, tunakuhimidi Bwana. Wewe ni Mungu siyeshindwa Baba, wewe ni Mungu siyeshindwa Bwana. Tunakuabudu Yesu, tunakuabudu. Kutukuza Bwana, tunakuabudu.
mambo yote asubuhi ya leo. Tumesalimisha siku yetu mikononi mwako Bwana. Twaomba hata tunapoanza ibada yetu Jehova, uwe pamoja nasi Mungu muweza yote, ukatuongoze Mungu usiyeshindwa, ukatembee nasi siku ya leo Bwana, tukauone wema wako Jehova. Asante kwa sababu ya vipindi vyote vya siku ya leo Bwana, unatuongoza Bwana, unatuongoza katika jina la Yesu Kristo. Bwana, unasema pamoja nasi kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya neema Bwana juu ya watumishi wako watakaosimama katika madhabahu haya kwa ajili ya neno lako Bwana. Unazungumza kupitia kwao kwa utukufu wa jina lako, na kushukuru kwa sababu ya praise and worship watakaosimama mahali hapa leo Bwana. Utawatumikia kama vyombo tu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Bwana na kuhimidi Jehova, kwa kuwa hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Asante kwa kuwa Mungu utatenda asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa Mungu utatutenda mema siku ya leo. Pokea sifa na uweza Bwana, pokea heshima na mamlaka asubuhi ya leo, kwa kuwa Mungu unaweza yote. Jina lako litukuzwe na jina lako limidiwe, kwa kuwa Bwana unatosha. Tunakuheshimu leo, tunakuhimidi Mungu, kwa kuwa Jehova hakuna aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya mtumishi wako anayesimama kwa ajili ya neno lako Bwana, na mkabidhi mikononi mwako. Kamtumikie Jehova, ili jina lako limidiwe. Tunapoanza ibada yetu ya kwanza mpaka mwisho Bwana, tutakushukuru. Chukua ushukani Bwana, ukatutawale, maana tumeomba tukiamini kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi hii njema ambaye yeye amepanga. Mungu ni mwaminifu. Ametuwezesha kuwa hai asubuhi hii. Sio kawaida kwamba unalala jioni unapumzika, unaamuka unapata uko hai, unapata familia yako iko salama, unapata kwamba unaweza kutembea kuingia hekaluni ya Bwana. Ni neema, inagharimu mkono mwa Bwana. Hii tuna sababu ya kushukuru Bwana, ya kusema kwamba yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Kwa hivyo asubuhi hii ninataka nishukuru Bwana kwa sababu ya wema wake. Nataka nishukuru Bwana kwa sababu ya fadhili zake. Ninataka sio kwamba sisi ni wakamilifu, sio kwamba sisi ni watakatifu sana, lakini ni kwa sababu Mungu anatupenda tu, kwa sababu Mungu anatuhurumia tu, Mungu anatujali, Mungu anatuni katika maisha yetu ni za milele, jinsi vile maandiko yanavyosema. Ninapenda kwamba asubuhi hii nikukaribishe ambaye uko katika nyumba ya Bwana kwa sababu ya neno la Mungu. Ningependa pia nikaribishe wale ambao wanatutazama online. Walinda mahali popote pale mlipo, na
Mungu anatuzungumzia. Mada ya ujumbe wa siku hii wake. Swahili kidogo ndio tuweze kufuatilia pamoja sisi wote. Mungu husaidia watu wake. Katika maisha haya ambayo tumeishi, ninataka kukubaliana na kila mmoja ya kwamba kama sio Mungu aliye upande wetu, hii ni ujumbe ambao nimeweza kunena siku moja, nikasema na Waisraeli waseme kwamba kama sio Mungu aliyekuwa upande wetu, kama sio Mungu aliyesimama na sisi wakati maadui wetu waling'ang'ana kutuangusha na kutuangamiza, basi hatungekuwa hapa. Lakini siku hii ninabadilisha kidogo, ninasema kwamba Mungu husaidia watu wake. Binadamu tunahitaji msaada. Binadamu tunahitaji kusaidiwa. Na tunahitaji kusaidiwa, wakati mwingine tunatafuta msaada kwa watu wa karibu na sisi sana. Wakati mwingine tunatafuta msaada kwa majirani, tunatafuta msaada kwa watu wa nyumba yetu, tunatafuta msaada hata kwa watu wakuu serikalini. Lakini siku hii ninataka nikuambia kwamba pia mwanadamu anahitaji kutafuta msaada kwa Mungu, kwa sababu Mungu husaidia watu wake. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 46 mstari wa kwanza ya kwamba God is our refuge and strength, an ever present help in trouble. Mungu wetu ndiye nguvu zetu. Yeye ni msaada wa karibu sana wakati wa shida. Kitabu pia Biblia katika kitabu cha Isaiah 41 verse 10. Biblia inasema, fear not, usiogope, for I am with you. Mimi Bwana niko na wewe. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and will help you. Kwa hivyo hiyo mistari miwili ya Biblia inatupatia assurance ya kwamba Mungu yu tayari kutusaidia sisi kama binadamu. Ukisoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, utakubaliana na mimi kwamba kuna watu kadha wa kadha ambao wamesaidiwa na Mungu. Kuna watu ambao hali yao ilibidi Mungu aingilie kati awasaidie, bure watu hawa wangeangamia. Tuanzie mama mmoja aliitwa Hana. Wakati ule alipitia machungu mengi ya utasa, alimulilia Mungu, na Biblia inatuambia kwamba Mungu alimuonekania akampa mtoto Samueli. Kuna mama aliitwa Naomi, mama ambaye alipitia machungu ya kupoteza watoto wake wawili, akapoteza mume wake, na akakuwa frustrated kwa ile nchi ile alikuwa amehamia. Wakati alikuwa frustrated hadi akaambia watu wa kwake, msiniite tena Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mungu amekubalia machungu kuja katika maisha yangu. Mama huyu ukisoma hadithi yake katika kitabu cha Ruth, unapata kwamba mwishowe Mungu aliweza kumfuta machozi. Tukiendelea tutapata mwana mmoja, mtoto wa Jonathani, ambaye alifaa destiny yake iwe katika
ufalme, jina lake Mefiboshethi. Mefiboshethi, wakati kulikuwa na Waisraeli wakipigana, ulipata kwamba aliweza kuangushwa na yule mwanadada ambaye alikuwa anamlinda, na Mefiboshethi akavunjika miguu. Hivyo ikabidi aende kujificha pale Lodebar. Huyu ni mwana wa mfalme mtarajiwa Jonathan, ambaye alifaa kukuwa anaishi katika royalty, lakini alienda kujificha Lodebar kwa sababu ya hali yake ya kuogopa na hali yake ya kuvunjika miguu. Akakuwa sasa yeye ni mtu wa kuishi maisha ya upungufu. Lakini mwishoe tunaona Daudi akiuliza kama kuna mtu yeyote aliyebaki katika nyumba ya Jonathani ili aweze kumuonyesha huruma. Na hivyo ndivyo Mefiboshethi, hata kama alikuwa anajiona kwamba yeye ni mbaya kuliko mbwa mfu, aliweza kurudishwa na kurejeshwa katika ikulu. Watu ni wengi katika Agano Jipya. Kuna mama huyu ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka mingi. Biblia inatuambia ya kwamba aliweza kutumia pesa zake na rasilimali yake na mali yake yote aliyokuwa nayo kuweza kupeana kwa madaktari na labda kwa waganga na labda kwa watu ambao alifikiria wangemsaidia, lakini hakuweza kupata msaada wowote. Lakini siku moja alipokutana na Yesu, akaamua kuguza pindo la Yesu, la nguo ya Yesu, alipata uponyaji. Mama huyu, kama sio Yesu kukaribia pale alipokuwa na yeye aweze kuguza pindo la nguo ya Yesu, mama angeendelea kusumbuka. Na watu ni wengi. Tuko na Ayubu, tuko na mfalme Yehoshafati, kuna yule mwanaume aliyeishi katika Bethsaida miaka 38. Hawa watu ni wale watu ambao kama sio Mungu aliyekuja kuwasaidia, maisha yao yalikuwa frustrated. Kwa hivyo binadamu, mimi na wewe, tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji Mungu kutusaidia wakati tuko katika difficulties. Tunahitaji Mungu kutupatia nguvu wakati tunakabiliana na challenges za maisha. Tunahitaji wakati mwingine Mungu kutupatia hekima kuweza kufanya uamuzi mmoja au mwingine katika maisha yetu. Tunahitaji Mungu kutupatia amani wakati maisha yetu yamekumbwa na hali ya sintofahamu, hali ambayo inatatanisha, hali ambayo inatufanya tusilale usiku. Tunahitaji Mungu kutupa amani. Tunahitaji Mungu kutupatia ama kuturejeshea vitu ambavyo tumepoteza wakati wa hukumu. Tunahitaji Mungu kutuponya magonjwa yetu, kwa sababu wengine wetu tunang'ang'ana na magonjwa kama yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu miaka ile yote, lakini wakati Yesu alionekana aliweza kupata uponyaji. Ninajua ninazungumza na watu wengine wako hospitalini, wengine wako nyumbani hawajisikii vyema. Mungu wetu anatusaidia kuponya magonjwa yetu. Mungu anatusaidia pia kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Biblia inasema kwamba anatuinua kutoka mavumbini na anatufanya tunakaa kwa meza na wafalme. Hiyo ni usaidizi wa Mungu. Tunahitaji kusaidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunahitaji kusaidiwa na Mungu? Tunahitaji kusaidiwa na Mungu. Unajua, wakati ninasema hivi, mtu anaangalia anajiambia kwamba mimi niko sawa, mimi nina mali
ya kutosha. Mimi si kama yule mwanamke tasa. Mimi nishabarikiwa, niko na watoto. Mimi watoto wangu hata wamesoma na wanaendelea vizuri. Mwingine anasema mimi ninadhani niko sawa kwa sababu niko na familia yangu iko sawa. Sisi hatuna shida, hatuko kama wale wengine. Nataka nikuambie hivi, unahitaji kusaidiwa na Bwana kwa sababu number 1, hali ya binadamu halisi ina upungufu number 1, na number 2, haiwezi kuwa useme kwamba leo uko sawa. Like it keeps changing with the situation around you. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona wangapi ambao hali zao za maisha zilikuwa sawa, lakini baada ya siku kidogo wamefilisika. Hata kama uko sawa katika biashara, hata kama uko sawa katika huduma, hata kama uko sawa katika familia, hata kama uko sawa katika kazi, hata kama wewe ndio tajiri uliyeishi, wakati mmoja COVID ilitokea na watu wakafilisika. Tunahitaji msaada wa Mungu. Namba 2, kwa nini tunahitaji msaada wa Mungu? Tunahitaji msaada wa Mungu kwa sababu dunia tunamoishi iko unpredictable na iko unfair. Kwa nini niseme hivyo? Ninajua ninazungumza na mtu ambaye akiangalia vizuri anajua kwamba yeye ndiye anafaa kuwa amekalia kiti fulani katika ofisi fulani. Labda mtoto wako alienda interview na alipita interview vizuri kabisa kwa sababu ya kazi fulani, lakini kwa sababu wewe haujulikani katika taifa hili, kwa sababu labda wewe hauna jina linalotambulikana huku mbele, kwa sababu labda kuna mwingine ambaye alikuwa na uwezo wa kutoa pesa mingi kuliko yenye wewe unaweza toa, nafasi hiyo ikachukuliwa ikapeanwa kwa mtu mwingine. Ninasema hivi kwamba kama sio kusaidiwa na Bwana, kuna watu watakuwa disadvantaged katika maisha hii. Katika maisha haya kuna watu ni Mungu tu anaweza wasaidia, ni Mungu tu anaweza wainua, kwa sababu the world we live in today is an unfair world. Na ndio ninasema kwamba mwenzangu, tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji msaada wa Mungu kwa sababu number 3, tunapigana vita dhidi ya falme za giza, dhidi ya uchawi, dhidi ya uganga. Unaweza kuwa sawa leo, lakini kwa sababu wewe unasema wewe uko upande wa Mungu, mapepo hayatulii yakiona familia yako iko sawa. Shetani hatulii akiona unaendelea vizuri. Waganga hawatulii wakiona watoto wako wanaendelea vizuri shuleni. Wachawi hawatulii wakiona ya kwamba wewe unaendelea vizuri. Kwa hivyo tunahitaji msaada wa Mungu kwa sababu tunapigana vita dhidi ya falme za giza. Na ndio tuweze kupata washindi, tunahitaji kwamba Mungu atusaidie. Tunahitaji kwamba Mungu atushikilie. Tunahitaji kwamba Mungu atupe nguvu. Tunahitaji kwamba Mungu atufunike kwa damu yake. Tunahitaji kwamba Mungu atupe nguvu siku baada ya ingine. Kwa hivyo bila kupoteza muda mwingi, ningependa tusome historia moja katika kitabu cha Luka, sura ya 7 mstari wa 11 hadi 16.
tukutane hapa na mwanamke mmoja ambaye alisaidiwa na Bwana wakati it was one of her lowest moments in time. Nitaomba kusoma katika lugha ya Kiingereza. Luke chapter 7 verse 11 to verse 16. The Bible says, soon afterwards, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her and he said, "Don't cry." Then he went up and touched the coffin, and those who were carrying it stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. They were all filled with awe and praised God. "A great prophet has appeared among us," they said. "God has come to help his people." Amen. And may the Lord bless his word. Hii ni ujumbe kuhusu mwanamke mmoja katika maandiko vile tumesoma. Hatujaambiwa jina ya mwanadada huyu, hatujaambiwa umri wake, lakini tumeambiwa machungu ya mwanamke huyu. Biblia inatuambia kwamba mwanamke huyu alikuwa amepoteza mtoto wake wa kiume wa pekee. Na si hiyo tu, Biblia pia imesema kwamba huyu mwanamke alikuwa mjane. Machungu yalioje! Ninajaribu kutafakari maisha ya mama huyu kwa sababu nimekutana na wajane hapa nje, hata hapa kanisani. Lakini ukiwaangalia unapata wana furaha kidogo, kwa sababu licha ya wao kupoteza waume zao, they are happy because wako na watoto. Anasema, mume wangu aliaga dunia, lakini aliniwacha na watoto 3. Aliniwacha na vijana 2. Lakini angalia mwanamke huyu, mume wake ndio alimwacha na mtoto mvulana. Lakini tunaambiwa sasa yuko msafarini, ako kwa msafara, anaenda makaburini, anaenda kumzika kijana wake wa pekee. Yuko na watu, halaiki ya watu wako pamoja na mwanamke huyu, wanamsindikiza kwenda kuzika kijana wake wa pekee. Hatujaambiwa kwamba huyu mwanamke alisema kitu chochote. Biblia inatuambia walikuwa wanamsindikiza, na nina imagine kile kinachoendelea katika akili ana fikra za mwanamke huyu. Unajua, wakati uko na mtoto kijana, hata kama bwana yako ameaga, uko na some solace, kwa sababu unajiambia kama sisi wa Afrika na wa Kenya na wa Kisii ama Waluya ama Wajaluo, tunajiambia kwamba ndio, kama mume wangu ndio amekufa, lakini niko na mtoto mvulana, at least niko na makao hapa, hawatanifurusha. Kwa sababu kwa familia zingine, mume wako akifariki, ujipate umebaki
bila mtoto, utaanza kuulizwa maswali. Utaanza kuambiwa unahitaji kwenda kutafuta riziki yako mahali kwingine. Lakini wakati uko na mtoto mvulana, atasimama na wewe aseme mama yangu haendi mahali. Sasa mama huyu amempoteza mtoto wake wa kiume wa pekee. Ndio watu wanamsindikiza, lakini hawaelewi uzito ulio katika roho ya mama huyu. Biblia inatuambia kwamba Yesu akaonekana wakati alipokuwa ametoka pale Kapernaum, akikuja, na yeye alikuwa na msafara wake. Akakutana katika lango la Naini na msafara unaopeleka ama sindikiza mwanamke huyu kwenda kuzika mtoto wake wa kipekee. Biblia inaniambia hivi: Yesu alipoona mwanamke ule. Unajua, watu waliokuwa katika msafara wa Yesu, wao waliona msafara. Bwana Yesu asifiwe. Wao waliona msafara. Mara mingi ukiwa barabarani hapa, utakutana na magari mingi, msafara wa magari umebeba maiti. Mara mingi sisi tunasimama tunaangalia msafara. Tunasimama tunaona magari vile yamepangana. Tunasema huyu mtu ni kama alikuwa mtu mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu magari ni mengi. Magari ni makubwa makubwa. Kwa sababu hao watu wanakaa wamejipanga. Wewe ukisimama pale kando kama binadamu, unaona msafara. Lakini Biblia inatuambia Yesu aliona mwanamke yule. Mara mingi sisi hata hatutajua nani amefiwa. Lakini Yesu alipotazama msafara ule, Biblia inatuambia ya kwamba yeye aliweza kunotice yule mwanamke katika ile multitude. Na Biblia inatuambia Yesu akamuonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Jesus looking at us, he sees our pain. Yesu anapotuangalia, anaona hali zetu zilivyo. Sometimes hatuhitaji introduction. Hakuna mahali Biblia imesema, mahali tumesoma ya kwamba kuna mtu alienda akaambia Yesu, yule mwanamke unaona pale amepoteza mtoto wake wa kipekee. Jesus does not need an introduction about our lives. Jesus, when he looks at you, he knows exactly what is going on in our lives. When Jesus looks at you, he spots you without you having any appointment. Hauhitaji kumwambia tukutane kesho nikuelezee shida zangu. Kwa sababu yeye anapokuona, anajua kwamba mwanangu anahitaji msaada. Yesu anapokuona, hahitaji kukusaidia kwa sababu unatoka kwa familia gani ama unajulikana na nani. Yesu alipoona procession ya matanga haya, aliona mwanamke huyu na akajua kwamba mwanamke huyu anateseka, na akaambia mwanamke kwamba usilie, kwa sababu Yesu alihurumia mwanamke huyu. Watu waliokuwa na mwanamke huyu wakimsindikiza, wengine wanaweza kuwa hawakuelewa uzito uliokuwa katika roho yake, kwa sababu labda wengine hawajamtambua kwa undani. Kuna wengine hata labda walikuwa wanasherehekea hali yake ya uzito. Unajua, kuna watu watatembea na wewe. Kuna watu watakuja hata wakati unaumia, waje kukufariji.
Kuna wakati utakuwa hospitali ukiwa mgonjwa, na kuna watu watakutembelea pale, watakuletea vinywaji na matunda, lakini ukiangalia ndani ya roho zao, wengine wao wanafurahia hali yako, lakini hawatakuambia, lakini watakuja. Katika multitude kuna watu watafurahia hali yako, kuna watu watakusindikiza, kuna watu wengine watakuhurumia, lakini there isn't much that they can do. Lakini Yesu, yeye anapokuona anakuhurumia na anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine hawatakuelewa, hawawezi elewa unang'ang'ana na nini. Kwa juu tutakuangalia tuone wewe ni yule tu mwanadada tunayetambua, wewe tu ni yule mwanaume tunayetambua, yule tu ni yule mwinjilisti, yule ni yule tu pastor, huyu ni yule tu madam. Lakini hawataelewa uzito ulio katika moyo wako, hawataelewa machungu unayopitia, hawataelewa machozi unayolia, hawataelewa mizigo ambayo umebeba, hawataelewa frustrations zilizo katika ndoa yako. Lakini Yesu anapokuona kwa umbali, yeye anatuhurumia na yeye analeta suluhisho. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 18 ya kwamba Mungu wetu yu karibu sana na wale ambao wako broken hearted. Ndugu yangu na dada yangu, ninaponena hivi, ninajua kuna mtu anayeweza kuwa katika hali kama ya mwanadada huyu. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa amesahaulika, anasikia ni kwamba yeye amesahaulika, anasikia ni kama yeye amelaaniwa, anasikia ni kama yeye yuko tu na bahati mbaya, anasikia kwamba yeye maisha hayajamwendea salama, anasikia ni kama yeye analaumiwa kwa ajili ya hali ya maisha ambayo yanapitia. Na mwanamke huyu alikuwa hivyo. Anaposindikizwa makaburini kwenda kuzika mtoto wake wa kipekee, mwanamke huyu anajiuliza maswali. Anashangaa kwa nini ni yeye tu kifo kinagonga mlango wake kila siku. Anashangaa ni kwa nini tu yeye ndiye lazima asindikizwe makaburini na watu. Huyu mama anasikia ni kama wachawi wa kwao wamemuonea. Labda anasikia ni kwamba yeye hajakuwa tu na bahati mzuri maishani. Labda anasikia ni kama yeye alilaaniwa. Na ninapozungumza hivi, ninajua mwenzangu, mawazo haya wakati mwingine yanatukujia. Nina swali kwako. Which procession are you going through? Which type of procession are you going through? Tunazungumzia kuhusu mwanamke ambaye yuko katika procession ya kwenda kumzika mtoto wake wa kipekee after alizika mume wake. Lakini ninapozungumza, ninajua ya kwamba wengine wetu tunaweza kuwa tunapitia, tuko kwa financial procession. Maisha yetu ama hali yetu ya financially, ya kifedha haiko sawa. Wengine wetu tuko kwa procession ya kuzika ndoa zetu. Ninajua kwamba wengine wetu tuko kwa procession hata ya kuzika watu wetu kwa sababu ya magonjwa. Ninajua kwamba kuna watu ninazungumzia ambao wako kama mwanamke huyu, ambao wamepoteza watu wako wa karibu sana. Of late, you know how the parents of Utumishi girls are hurting.
It is not something easy. Na kuna watu wengine pia wako katika hali kama hii. Kuna watu wanalia machozi ya kisiri. But as human beings, sisi tunaweza overlook hali yako. But Mungu yeye anakuwa na huruma nyingi mno. Biblia inatuambia katika kitabu cha 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your cares to him, for he cares for you. Haijalishi hali ya maisha ilivyo, tumsongee Bwana. Number 2. God has power over the impossible. Ninajua mwanamke huyu anaposindikizwa makaburini, hakuna kitu kilimjia kwamba his son anaweza ishi tena. But at the wakati Yesu anatokelezea ama anaonekana ama anakutana na wao, the young man who was dead gets back to life. Hali ya maisha, hali tuliyomo, from the human perspective, from the way things are, from the normal ideology, hali ya kawaida ya maisha, tunapoiangalia hali yetu, tunaona ni kwamba things are not possible. Tunajua kwamba this is a life that we are supposed to live. Tumeshakata kauli tukasema mimi hivi ndivyo nafaa kukua. Lakini Biblia inatuonyesha hapa kwamba Yesu anapoingia katika maisha yetu, mambo yaliyoonekana kuwa hayawezekani yanawezekana wakati Kristo anapoonekana. Bwana asifiwe. Biblia inasema kitabu cha Luka 1:37 ya kwamba for with God nothing is ever impossible. Ukisoma Amplified Version is very clear, inasema with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. How powerful are those words? How powerful are those words to us? Everything to God is possible. So wakati mwanamke huyu anajua imeisha, God has a different story for her. God has a different plan for her. So don't give up in your situation. Don't give up in your sickness. Don't give up in your financial struggles. Don't give up even in your family or relationship issues. It is never impossible with God. It is possible with God. God can revive and restore dead dreams. God can revive and restore dead relationships. God can revive and restore lost opportunities. God can restore, can revive, can breathe new to a failing ministry. God can revive and bring to life a hopeless situation. Speak over every dead situation in your life. Speak over every dead dream in your life. Speak over every dead relationship in your life. Speak over every struggling situation in your life. Because God can revive and give hope to every dying relationship, every dying situation. Huyu mwanamke, mtoto huyu aliyekufa, alikuwa ndiye mtoto wake wa kipekee na ndiye mtoto wake wa kiume, na yeye pia alikuwa ni mjane. Kwa hivyo hakuwa na mtu aliyeweza kuwa karibu na yeye kama mtoto huyu. Hakuna mtu mwingine ambaye angemsaidia kama mtoto huyu. So as she was going to the graveside,
She was carrying with her only hope. She was carrying with her only dream. She was carrying with her only comforter. She was carrying with her only person who could understand her. But she was taking this person to the graveside to bury her. The only hope that she had left with. The only hope she was with. Na ndio ninasema kwamba Yesu alipoonekana akaonea mwanamke huyu huruma, akamwambia mtoto aliyelala amka, na mtoto akaamka. Kwa hivyo haijalishi hali iko namna gani, Yesu anapoonekana ataleta uzima tena. Number last, Jesus helps his people. Tumesoma katika kitabu cha Luka 7 mstari 11 hadi 16, na ninataka kurefresh mstari wa 16 kwa sababu mada ya ujumbe wa leo ilikuwa Mungu usaidia watu wake. Niruhusu nirudie mstari wa 17 labda kwa wale ambao wameingia nyuma. Biblia inasema hivi: They were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, they said. God has come to help his people. Jesus helps his people. God helps his people. In Amplified Version, the same verse 16, part B. A great prophet has appeared among us, and God has visited his people in order to help and care for and provide for them. Oh, wow. In order to help and care for and provide for them. That is what God does in our lives. When things seem like they cannot move, when God comes in our lives, what does he do? God helps us. To help is to assist. To help is to support. To help is to give aid. When no one is willing to move closer to support, when Jesus comes to your life, this is what he does. Mungu anapoingia katika maisha yako, anapoingilia hali yako, anaingilia hali yako to kuassist, kukusaidia, kukupatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. In order to help, in order to care for. What is to care? To care is to give attention. To care is to give concern. Is to be kind to you. It is to give protection. Hallelujah. That is what God does to our lives. And lastly, to provide for. What is to provide? To provide is to give. To provide is to supply. To provide is to make available of the things that you have lacked. When God shows up in your life, when Jesus shows up in your situation, he does not just come for fun. He does not come to pass by. He does not just come to see you and say hi. But he comes with a mission. He comes to help you. He comes to care for you. He comes to provide for you. Glory be to his name. Praise the Lord Jesus Christ. Wakati Mungu anapoonekana katika maisha yako, hali lazima ibadilike. Na kwa kumalizia tu, nataka kukuambia hivi, kwamba Yesu alipoingia, ama Yesu alipoonekana, msafara huu uliokuwa
unaelekea katika makaburini, ulibadilisha hali. Mambo lazima ilibidi yabadilike. Watu walikuwa wanaomboleza, watu walikuwa wanalia, watu walikuwa wamefadhaika. Lakini Yesu alipoonekana, akaleta uhai kwa kijana huyu. Waliokuwa wanaelekea makaburini, ilibidi wa change route, warudi nyumbani kusherehekea. Mama aliyekuwa anaomboleza kwa sababu ya kupoteza mtoto wake wa kipekee, ilibidi hali yake ibadilike. Instead ya yeye kuomboleza, alianza kuchangamka, alianza kusherehekea, alianza kurukaruka, alianza kufurahia. Kwa hivyo ninasema nini? Yesu anapoonekana katika maisha yako, anapoingia, mambo lazima yabadilike. Na hayabadiliki tu kwako, yanabadilika hata na wale walio karibu na wewe. Wale waliokuwa wanakusindikiza kuomboleza, wataanza kukusaidia kusherehekea. Wale waliokuwa wanasema huyu mama lazima amelaaniwa, wataanza kukuambia mama wewe unapendwa. Wale waliokuwa wanasema sasa huyu mambo yake yameisha, wataanza kukuambia sasa furahia, furahia, mambo yamebadilika. Hali katikati ya watu itabadilika. Majirani zako wataona umebarikiwa. Watu wa ukoo wenu wataanza kubadilisha usemi. Waliokuwa wanasema huyu mama ni kama ako na laana, wataanza kusema huyu mama ameonekaniwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu anapoonekana, hali lazima ibadilike. Mungu huja kusaidia watu wake. Ninaomba tusimame. Ujumbe huu umekuja kwetu kwa hali ilivyokuja. Na ninajua ninaponena hivi, kuna mtu mahali anajiuliza kwamba maisha yangu yiko kama ya huyu mama. Ni ukweli kwamba nimefadhaika sana. Ni ukweli kwamba nimesononeka sana. Ni ukweli kwamba my last option is on its way to the graveside. Na unashangaa, hali yangu itaendelea hivi kwa muda gani? Biashara niliyokuwa nimebaki nayo peke yake, ninaona ni kama ninaizika polepole. Kazi ambayo nilikuwa nimeshikilia, ninaona ninapewa letters siku baada nyingine, ni kama ninapoteza kazi hii. Ninazungumza na mtu ambaye labda maisha yako haikuwa sawa, lakini Mungu alikubariki na watoto, na umeweza kujaribu kuhakikisha kwamba umeelimisha watoto hawa. Lakini ukiangalia hali yao, unaona ni kama na wao pia wanaelekea that graveside. Niko hapa kukupatia habari njema. Habari njema ni kwamba Mungu anasaidia watu wake. Habari njema ni kwamba Mungu anaweza kukusaidia. Habari njema ni kwamba Mungu anaweza badilisha hali yako. Habari njema ni kwamba don't give up. You only need to reconnect back to Jesus and things can never be the same again. Mungu awasaidie. Mungu atusaidie. Mungu anisaidie. Msikilizaji wetu, Mungu aweze kukusaidia. Ninaweza kuombea hata wale walio katika vitanda hospitalini. Tunaomba kwamba Mungu akutoe katika kitanda cha magonjwa, kwa sababu Mungu anasaidia watu wake. Yes, God can help his people. In the mighty name of Jesus, tufungue mdomo zetu. Tuambie Mungu, niko hapa siku ya leo. Mungu, ninaomba unisaidie. Mimi peke yangu siwezi. Mimi ni binadamu tu. Wakati mwingine hali ya maisha inakuwa ngumu hadi I almost give up. Lakini siku ya leo umenifunza ya kwamba ninapo connect kwako, wewe ni Mungu unayesaidia watu wako. Ninaomba Bwana unisaidie.
Bwana, ninaomba usaidie familia yangu, naomba usaidie watoto wangu, ninaomba unisaidie kazini mwangu, naomba usaidie huduma wangu, ninaomba Bwana usaidie hali ya maisha yangu, kwa sababu bila wewe sitaweza. Mimi ni mnyonge, mimi ni mdhaifu, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu kila jambo litawezekana, kwa sababu wewe ni Mungu unayesaidia watu wako. Niko hapa siku hii, Bwana nisaidie. Thank you Jesus. Hallelujah. We worship your holy name, God. Who is like you, King of kings and Lord of lords? We worship your name. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lako ni jina kuu. Tunakushukuru siku ya leo kwa sababu ya neno lako. Bwana, umetuambia ya kwamba wewe unasaidia watu wako, jinsi vile ulisaidia mjane huyu aliyekuwa ameomboleza mtoto wake wa kipekee baada ya kupoteza mume wake. Bwana, ukamrejeshea furaha. Sisi twaja mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana utusaidie. Ninaombea wale ambao wamepoteza wapendwa wao, Mungu wafariji. Ninaombea wale ambao ni wagonjwa, ninaomba kwa sababu ya nguvu ya urejesho wa hali ya afya yao. Bwana, walio hospitalini, Bwana uwaguse na uwaponye katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea familia ambazo zinasambaratika. Bwana, ninaomba ukionekana katika familia hizi, unarejesha amani, unarejesha upendo, unarejesha furaha katika jina la Yesu. Tunaombea huduma ambazo zinang'ang'ana, tukikumbuka hata huduma hii Bwana katika kanisa hili. Tuomba kwamba Mungu ukionekana, tutaweza kukua vile tunavyostahili kuwa. Tunaomba Roho Mtakatifu aweze kutusaidia. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa wamama, asante kwa vijana, asante kwa wazee na watoto. Bwana, tunaomba uonekane katika maisha yetu, ili Bwana tuweze kusherekea kwamba sisi tuko na Baba ambaye anatupenda. Ibada zetu za siku ya leo tunazikabidhi mikononi mwako. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zikaweze kushuka siku ya leo. Tunaomba Bwana utunenee, tunaomba Bwana utuzungumzie. Bwana, tunakabidhi mnenaji wa ibada ya pili mikononi mwako, ukamtumie jinsi unavyopenda, utukufu ukakurudie. Tunakushukuru na tunakusifu. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Pokea sifa na utukufu hata tunapotoa sadaka zetu za siku ya leo. Bwana, tunaomba utubariki. Tunakushukuru kwa neno lako. Ubarikiwe na uimidiwe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza mpigia tena makofi kwa sababu ya hilo neno la Bwana ametulisha asubuhi ya leo. Bwana akubariki sana. Amen. So ningependa tena niulize kwa wakati huu tutoe sadaka zetu tunapoenda Sunday school. Mungu awabariki. Amen. Amen. Ningependa tusimame tuombe, tumalizie hapo, tuende Sunday school. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye msaada wetu wakati wote, Jehova, hata wakati tumefika mwisho, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana mtumishi wako amelizungumza mahali hapa. Tuomba kwamba neno hili likatie mtu moyo siku ya leo, aliyekuwa Bwana amefika mwisho,
akapate tumaini la maisha tena, kwa kuwa wewe ni Mungu wa urejesho. Asante kwa sababu ya sadaka ambazo tumekutolea Bwana. Tuomba kwamba ukazipokea asubuhi ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hata Bwana, tunapotawanyika kwa ajili ya Sunday School, tuomba kwamba Bwana, uwepo wako na neema yako iwe juu ya maisha yetu Bwana, ukatuzungumzie kwa kuwa wewe ni Mungu. Jina lako liabudiwe kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Mungu atubariki.